Nataka nikupe simulizi moja fupi ya mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Hana. Mwanamke huyu aliolewa na mtu mmoja zamani hizo katika historia ya Biblia, na wakati ameolewa hakubahatika kupata mtoto. Mume wake akaoa mke mwingine wa pili. Huyo mke wa pili alikuwa anaitwa Penina. Huyu mume alikuwa anaitwa Elikana. Sasa huyu mke mkubwa Hana hakubahatika kupata mtoto, lakini mke mdogo alipata bahati ya kupata watoto, na akatumia kigezo kile au kitendo kile cha kupata watoto kama fimbo ya kumuumiza mke mwenzake Hana. Mwanamke yule aliugua sana kwa sababu hiyo, ingawa mume alionyesha kumpenda sana mwanamke Hana, mke wake mkubwa, na hata inapofika wakati wa sikukuu anapotoa zawadi, basi yule mke mkubwa ambaye hana watoto humpa zawadi mara mbili, akifikiri ya kwamba anaweza akatuliza moyo wake. Lakini mwanamke yule hakutulia, kwa sababu hitaji la moyo wake haikuwa zawadi, ilikuwa ni mtoto. Hitaji la moyo wake hazikuwa nguo, ilikuwa ni mtoto. Ni kawaida moyo wa mwanadamu hauwezi kutulia kama haujapata unachokitaka. Ni kawaida ya moyo wa mwanadamu. Inawezekana na wewe moyo wako sasa haujatulia, maana haujapata unachokitaka. Ulichokihitaji bado hujakipata. Sio rahisi moyo kutulia. Wewe sio wa kwanza, hata mwanamke Hana alikuwa kwa namna hiyo. Baadaye mwanamke yule akadumu sana katika kumwomba Mungu, akadumu sana katika kumlilia Mungu. Biblia inaniambia kwamba aliyekuwa amelifunga tumbo ni Mungu. Unaweza kujiuliza kwa nini Mungu afunge tumbo? Wakati mwingine kuna mambo Mungu huyazuia kwetu kwa sababu maalum sana. Huzuia mambo fulani yasitokee kwetu kwa sababu zake maalumu sana, na ni sababu za kimbingu hizi, hakuna anaweza kuzuia. Kwa Mungu alikuwa amezuia tumbo la mwanamke Hana lisibebe mtoto kwa wakati ule. Lakini nataka kusema nini wakati huu katika simulizi hii fupi ya mwanamke Hana wa zamani hizo kwenye Biblia? Nataka kusema mambo haya machache, ya kwamba katika jaribu unalopitia, changamoto unazopitia, mtu wa Mungu, wakati mwingine umetoa sadaka sana ili kuondoa tatizo. Kutana na watumishi wengi wamekufundisha toa sadaka, umetoa sadaka lakini bado tatizo halijaondoka. Wengine kwa kupa ratiba ndefu ya maombi, ukaomba tatizo liondoke lakini halijaondoka. Na najua njia nyingi ulizotumia, kujaribu kwenda kuwatembelea watumishi wa Mungu wakubwa wenye viwango vikubwa, lakini pamoja na maombi yao na sadaka zako, lakini bado tatizo halijaondoka. Wakati mwingine umekwenda hospitali kutafuta msaada, ila tatizo halijaondoka. Wewe sio wa kwanza, wewe sio wa kwanza, wewe sio wa kwanza. Nachotaka kusema ni nini? Nataka kusema jambo hili ya kwamba matatizo na nyakati ngumu tunazopitia, kuna matatizo ambayo yanaondoka si kwa sababu ya kuomba wala kwa sababu ya kutafuta msaada sana, bali matatizo huondoka kwa wakati husika unapofika. Ukisoma Biblia katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari ule wa 20, kuna neno zuri sana pale. Biblia inaanza kwa kusema ya kwamba ikawa wakati ulipowadia. Kumbe kulikuwa kuna wakati maalumu Mungu ameuamuru wa mwanamke Hana kupata mtoto.
ikawa wakati ulipowadia. Ukitafakari sana neno hili, ikawa wakati ulipowadia, kumbe wakati huu ulikuwa unasubiriwa. Mimi nikutie moyo kuusubiri wakati wa Mungu. Umepambana na dunia imeona mapambano yako, lakini bado haijawa vile unavyotaka iwe. Usubiri wakati wa Bwana. Unapoingia kwenye maombi, jitahidi sana kumwambia Mungu akupe nguvu za kuvumilia ili kuusubiri wakati wake mzuri unaokuja. Wakati wa Bwana upo, wakati wa Mungu upo, na wakati huo yamkini umefika sasa. Wakati wa Bwana ukifika, hakuna atakaye kuuliza mara mbili. Hautahangaika kuzunguka mtaani na vyeti ukitafuta kazi. Wakati wa Bwana ukifika, utapigiwa simu kuitwa kwenye interview. Wakati wa Bwana ukifika, utapigiwa simu kuitwa kazini. Wakati wa Bwana ukifika, dunia itajua kwamba kuna mtu yupo mwenye uwezo wa kufanya. Usihangaike sana. Usihangaike sana. Wanakuambia toa hiki, toa kile, toa kile, ni sawa. Lakini umeshatoa hujafanikiwa. Hebu tulia, usubiri wakati wa Bwana. Na ukiwa kwenye maombi yako mwambie Mungu, naomba nguvu za kuvumilia ili kuusubiri wakati, kwa sababu muda huwa ni mwamuzi katika maisha ya watu. Kuna mambo ambayo hata tukijielezea kwa watu hawawezi kutuamini. Kuna kisa kingine kizuri sana cha mtu wa Mungu zamani kidogo, za nyakati hizo za Biblia. Anaitwa Yusufu. Bila shaka ushawahi kusikia habari zake. Alipewa kesi, alisingiziwa ya kwamba alitaka kumbaka mke wa bosi wake Potifa Misri. Ingawa si kweli, ila dunia kwa wakati ule iliamini ya kwamba Yusufu alitaka kumbaka mke wa bosi wake. Yusufu alikubali fedheha ya namna hiyo, kwamba ni bora nionekane hivyo kwa wanadamu, lakini ukweli siwezi kufanya ubaya huu nimkose Mungu. Alikubali kutupwa gerezani akiusubiri wakati wa Mungu. Alikaa gerezani Yusufu akiusubiri wakati wa Mungu. Na kukaa kwake gerezani, alijitahidi wakati mwingine kupambana kwa nguvu zake kutoka, lakini hakufanikiwa. Lakini wakati wa Mungu ulipofika, alitoka gerezani na akaenda kuwa waziri mkuu katika nchi ya kigeni. Huyu ni Yusufu wa zamani hizo. Nachotaka kusema ni kwamba yamkini wewe ndio Yusufu wa sasa. Usubiri wakati wa Bwana. Usubiri wakati mzuri wa Mungu kwako, kwa ajili ya mengi ambayo Mungu ameandaa kwako. Usubiri wakati wake. Nyakati zile watu wachache katika nyumba ya Potifa walijua Yusufu ametaka kubaka. Lakini vipi leo hii dunia nzima inatambua kwamba Yusufu alisingiziwa? Acha kujitetea. Acha kuonyesha ufundi wa kujielezea. Subiri wakati wa Bwana. Muda huwa ni mwamuzi wa kila kitu kwenye maisha. Leo wanakuona muhuni, subiri wakati unakuja. Watajua kwamba wewe ni mtu wa Mungu. Leo wanakuona wewe maskini, wakati unakuja. Mpe Mungu nafasi kwenye maisha yako. Wakati mwema unakuja. Wakati mzuri unakuja. Mtu mmoja mwimbaji akaimba akasema, na ucheka wakati uliopita. Kwa nini? Kwa sababu amefika kwenye wakati wa Bwana. Wakati wa Bwana ukifika, hautabaki kuwa kama ulivyokuwa. Mungu akubariki.